Kundi la wadada watatu, Rumi, Mira pamoja na Zoe, wanaungana kwa pamoja kuzuia na kupambana na rushwa. Sio rushwa, majini. Wakitumia sauti zao kwanza kujitengenezea karia kupitia mziki, lakini pia kuunganisha watu na juu ya hapo kuwalinda dhidi ya pepo mchafu anaitwa Gwima. Lakini katika mpambano huo wa kupambana na majini, mmoja yao anaitwa Rumi alikuwa ni moja ya demons pia, bila wao wenyewe kujua kabisa kwamba kikulacho kingoni mwao. Sasa watafanikiwa kweli au ndo liwalo na liwe? Karibu sana, mimi naitwa Winani. Hii ni Winani Animations na recap ya leo inaitwa K-pop Demon Hunters. Sasa unaambiwa kwamba hapo zamani za kale yalikuwepo majini ambayo yalikuwa yakiwawinda sana binadamu, alafu yalikuwa yakiishi na kula katika roho zao ama souls zao. Huyo jini alikuwa anaitwa Gwima, alikuwa akitumia wale watu wake kwa ajili ya kufanya hivyo kwa binadamu. Lakini over time wakaja katokea wanawake watatu ambao walikuwa ni Demon Hunters, walitumia sauti zao kuimba, lakini uimbaji huu ulitengeneza magical barrier ambayo ilikuwa inawazuia hao mademons kutoka katika nchi ambako watu wapo, na hiyo barrier ilikuwa inaitwa Honmon. Sasa jinsi ambavyo muda ulikuwa unazidi kuendelea, walikuwa sasa wanarithisha kwa watu wengine ambao nao walikuwa kupitia hizo sauti zao za kuimba wanatengeneza hiyo Honmon. Lakini baada hapo likaja kichwani goli la kwamba ifike hatua basi watengeneze a golden Honmon ambayo yenyewe itazuia moja kwa moja hao majini kupanda huko katika sayari na kuua binadamu ama kuwala binadamu. Sasa katika siku za saizi K-pop group ya Huntrix ambao ndani yake kuna Rumi, Mira pamoja na Zoe, hao ndio Demon Hunters wa sasa hivi. Yani katika ule mrithisho, hii ndio zamu yao sasa. Lakini katika grupu hilo kuna mwanadada mmoja anaitwa Rumi. Yeye alikuwa ni half demon. Lakini huu kweli unafahamika na watu wawili tu, yeye pamoja na Selini, ambayo Selini alikuwa ni a former hunter wa mademoni ambaye ndiye ambaye amemkuza Rumi. Na Selini alikuwa akimpatia moyo kwamba ikifika hatua mkatengeneze ile golden honeymoon, basi haya mambo yote ya half demon inaweza kuondoka. Sasa ubaya ni kwamba yeye na udemoni wake ulikuwa unamfanya basi awe na mamistari fulani hivi ambao mara nyingi huwa yanatokea majini. Sasa ni mamistari yakaanza kukua kiasi kwamba ikafika hatua yakaa inaweza kufikia hatua ambayo yakaonekana. Kwa hiyo akaamua kwa pressure hiyo basi alilizi single inaitwa Golden. Hiyo single walikuwa wanategemea kwamba kama wakiifanya inaweza ikatengeneza the golden honeymoon ambayo itazuia majini moja kwa moja huko alipo. Lakini shida ikawa moja tu. Wakati Huntrix inajiandaa na performance ya wimbo wa Golden, Rumi anaanza kushangaa tu kwamba sauti yake inaondoka. Alafu yeye ndo alikuwa yule ni main singer, kwamba wakati wengine wana act kama backup, yeye ndo alikuwa mwimbaji mkuu. Sasa kwenye preparations za kuimba na kuperform wimbo wa Golden, mara sauti imepotea. Sasa wakati yeye sauti inapotea, huko katika ulimwengu wa majini, Gwima alianza kupata hasira sana. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu aliyekuwa akimtuma ya wale majini walikuwa na fail kabisa kufanikisha mambo. Na wakija anasema kwamba eti Huntrix wamekuwa very strong ndio maana wameshindwa. Kwa hiyo Jinu akaja na mpango kazi. Jinu yeye alikuwa ni moja kati ya wale humans ambao walibadilishwa kuwa demons kwa sababu fulani ambazo tunajua kuziona mbele. Akamwambia Gwima kwamba kama ni hivyo, mimi na wazo ambao tunaweza tukalifanya alafu tukafanikiwa. Nataka sisi watano tuweze kubadilika kuwa kama vile binadamu, alafu tuanzishe boy band itakayoitwa Saja Boys, ambayo hiyo itakuwa maalum kabisa kwa ajili ya steal ama kuiba ile spotlight ya Huntrix. Na kama tukifanya hivyo basi maisha fans watakuwa upande wetu. Na kama kiwa upande wetu, kwanza tutaweza kuvuna souls zao, lakini namba 2 ile honeymoon itakuwa weekend ama itadhaifika. Kwa namna hiyo utaendelea kupata roho nyingi sana. Kwa hiyo Gwima alivyoona kwamba hii jambo zuri akakubaliana nalo, lakini Jinu akaamua kumake deal kwamba kama akifanya hivyo basi atamruhusu yeye aweze kumfutia painful memories za kibinadamu ambazo alikuwa nazo. Kwa hiyo Gwima akagrant ile wish, alafu Saja Boys wakaamua kuingia zao katika ulimwengu na kuanza kufanya performance. Ile debut yao tu ilikuwa iko off the chart na watu wakaanza kuwakubali kinoma. Hata Huntrix wao wenyewe wakawa vile wameanza kusaulika. Sasa Huntrix kwa sababu ni Demon Hunters, walivyoona tu wakaanza kudiscover kwamba kuna roho fulani chafu ndani yao. Kwa kama baadaye waende kuwataka ili waweze kuwamaliza. Lakini wakati wanapambana, yule Jinu akaja kunotice kwamba Rumi ana vitu fulani ambavyo vinaendana na udemon, yani zile patterns ama ile mistari ambayo yuko nayo. Kwa hiyo kwa namna hiyo inawezekana kwamba huyu akana ni mmoja kati ya sisi. Lakini akaamua tu kuficha hilo jambo kutoka kwa wale bendimitwe zake. Kumbuka naye pia Rumi hajawaambia mambo. Kwa hiyo baada ya jambo kugundulika, ikabidi Jinu pamoja na Rumi wakutane kisirisiri bila watu wengine kujua. Sasa Jinu ndo akanaambia story kwamba kwa nini ameishia kuwa demon. Anaambia kwamba unajua miaka 400 karibu iliyopita Gwima alinipatia mimi fame pamoja na kujulikana na watu, nilikuwa ni mtu mkubwa sana. Yaani nikisimama katika stage hivi kila mtu anaenda crazy. Lakini alivyonisaidia kufanya hivyo, alinisaidia mimi tu, familia yangu yote kabaki katika poverty vile vile. Lakini
aliponisaidia ikoso kwa moyo wote, ama tuseme kama vile dili kwa fake, maana aliamua sasa kunifunga katika ulimwengu wa majini. Kwa sasa hivi mimi kwanza naishi kwenye guilty ya familia yangu kuanguka kwa sababu yangu mimi, lakini namba 2, kila mtu nikikaa nasikia masauti yake, kwa hiyo natamani sana kutoka. Lakini kuongea huko hakukuwa mwarobaini wa Saja Boys pamoja na Jinu kuacha mambo yao. Saja Boys waliendelea kuwa more popular hapo katika eneo hilo la Korea kwa zidi Huntrix, na kwa namna hiyo basi ile hormone ambayo ni magical barrier inayotokana na sauti za trial ya hunters wa demon ikaendelea kuwa dhaifu sana, na kwa namna hiyo basi demon attacks zikazipo kibao, yani zile roho ambazo walikuwa wanazitaka Guima zilikuwa zinakuja kwa wingi kama vile maji ya bomba. Kwa kabidi Huntrix watafute namna juu chini waweze kupata suluhisho la kuweza kupambana nao. Sasa hapo mbeleni kulikuwa kuna tuzo za Idol Awards ambazo kikundi kizuri kingepata tuzo hii, na hivyo pia kumaanisha kwamba wao ungekuwa na utawala zaidi kuliko watu wengine. Na kwa namna hiyo pia huu usiku wangefanya show moja kubwa sana ya wimbo ambao katika mahesabu ya Huntrix ungekuwa usiku ambao wangetengeneza ile Golden Honeymoon. Kwa kaamua kuproduce single mapema sana Take Down. Cha kwanza ni kufunga ile honeymoon ili iwe permanent, lakini namba 2 kwa expose Saja Boys kama majini ili tuweze kujua wasiende kwenye concert zao na vitu vingine vya sample hiyo. Lakini shida ya kuishia hapo. Rumi akaanza kusikia vibaya kutokana na zile lyrics za ule wimbo. Maana kama vile zilikuwa zinasema watu ambao ni mapepo, namna hate ilivyo kubwa juu yao na vitu vingine vya design hiyo. Sasa kumbuka kwamba yeye ni half demon, kwa sababu unasikia vibaya kwamba yani kwa nini hizi lyrics ziko hivi mpaka anatamani kuzicancel. Na yeye wenzake anamwambia, "We, tu cancel lyrics kwa tubakia tu siku moja tukafanye show." Alafu ni kama vile hii single tayari ishakuwa release na vitu vingine vya design hiyo. Lakini Rumi akato analeta ile mgomo kwamba tubadilishe hii hapa lyrics kama vile haiendi sio nini na nini. Kwa hiyo Mira na Zoe wakaanza kama vile kumind Rumi kwamba kwa nini amekuwa na mambo haya, yani why nowadays amekuwa mtu ambaye anabadilika. Lakini Rumi akaamua pia moja kwa moja atoke ende mpaka kwa Jino. Anaambia Jino kwamba wafanye deal, kama akiwasaidia Huntrix waweze kushinda hii tuzo na kufanya bonge la show katika usiku wa Idol, basi yeye ataweza kukaa free katika ulimwengu huu wa kibinadamu. Kumbuka macho anakiamini Huntrix ni kwamba kama Golden Honeymoon ikitokea, basi amesha kwamba kutakuwa kuna permanent separation ama utengano wa moja kwa moja wa watu katika sayari, lakini pia kule chini katika majini. Kwa hiyo ikawa kama hivyo kwamba amesha make deal kwamba Jino atawasaidia Saja Boys wafeli vibaya katika usiku, alafu Huntrix waweze kushinda. Kwa namna hiyo basi ile Golden Honeymoon itakuwepo, alafu watu wataishi happily ever after. Lakini kwa sababu Guima ni roho mchafu, aka karibu hayo mambo yote anayasikia. Kwa hiyo aliporudi kule katika kuzimu huyo Jino, Guima akamuita. Alipomuita tu akamkumbusha kwamba in fact ni yeye ndiye ambaye aliacha familia yake. Sio hiyo story ambayo amempa mwanadamu kwamba eti familia yake ilimtenga tu kwa sababu Guima anataka watenganishwe. Na anamwambia kwamba kama akiendelea na ujinga ambao umekubaliana na Rumi, basi atakisha kwamba zile sauti ambazo zinamsumbua ataziongeza mara 100 yake. Yaani yeye hatopata amani katika maisha haya. Basi bana, usiku wa Idol Awards ukafika na Rumi akahisi kabisa kwamba mpango upo kama vile vile jinsi ambavyo tumeongea jana. Kwa hiyo akaanza kwanza kuperform solo wimbo wa Golden. Kwa hiyo kwa namna hiyo basi angepata ile attention yote ya watu, alafu kwa namna kama vile Sare marafiki zake Zoe pamoja na Mira waweze kuingia. Lakini shida ilikuwa moja tu. Wimbo wa Take Down waliamua watch kwa namna ambavyo ulikuwa umeleta mifarakano baina ya marafiki. Kwa sababu bana, hatuwezi kuacha wimbo utufanye sisi tufarakane wakati ni marafiki. Kwa hiyo akaamua watoe kabisa kwenye show asiufanye. Lakini wakati Rumi yuko pale anasubiri wenzake waje, akashangaa DJ ameweza kucheza Take Down. Kwa akabidi aperform tu, hakuna namna yote ambayo angeweza kufanya. Lakini kumbe ilikuwa sio DJ, ilikuwa ni mpango wa Jino. Ameweka hadi fake wale marafiki zake, yani Mira pamoja na Zoe walikuwa sio wale halisi. Alafu anza kuperform naye pale mbele ya stage. Mara kwanza kumetea mauzauza, na hivyo kwa namna hiyo toka kasirika na ile demonic nature yake ikaishia tu kulipuka. Kuna watu kuna kwamba kumbe ana mapattern. Kuna mashombo unaye ni jini. Asa mbona waga nasema kwamba anapambana na majini na vitu vingi vya design hiyo. Kwa ikabidi Rumi akimbia kutoka pale katika stage. Na ubaya ni kwamba Mira pamoja na Zoe nao walikuwa washaona. Kwa katika vile yani wamesalitiwa. Kumbe inakuwaje wewe siku zote ulikuwa ni demonic alafu utuambii? Si bora kama ungesema hitu jambo ambalo tunataka kufanya ili tuweze kukusaidia. Sasa watu Rumi naye ametoka ameenda backstage akakutana na Jino. Kukutana naye akamlaumu sana kwamba kwa nini ameliharibu ile deal ambayo alikuwa nalo. Alafu kwa nini amfanyie mauzauza mbele ya watu wote wale? Haoni kama anamharibia future yake. Jino akakiri kwamba yeye alikuwa anamdanganya kila kitu, kuanzia historia yake, sijui kutamani kuwa free na vitu vingine vya design hiyo. Kwa hiyo amsamehe, lakini maisha ndio yalivyo hivyo. Yani maisha waga yako fair siku zote. Sasa kutokana na kile ambacho kimetokea, kwanza Guima akapata souls nyingi sana za watu ambao zienda kule, lakini pia honeymoon badala iwe sealed kabisa ikaishia kudhoofika zaidi. Kwa namna hiyo sasa
yeye mwenyewe akaamua kutoka kuingia katika sayari. Alafu kwa namna hiyo sasa Saja Boys wakaamua kupretend kwa bana, kwa sababu kile ambacho kimetokea katika performance ya Huntrix, afali na waimbaji wenzetu na tunajisikia vibaya kwa ajili yao, tuna offer kufanya free show ya Saja Boys na tutakutana katika Gangnam Style Tower. Na pale tutafanya show ambayo itakuwa live, alafu itakuwa bure. Mtu yote yule ambaye anatamani kuja kuona anaruhusiwa kuja kuona. Lakini ukweli kwamba Gwima alikuwa amekuja katika Side Dunia na alikuwa akiwaita watu mmoja baada ya mwingine kutumia muziki, alafu aende pale then aweze kuchukua roho zao wote kadri yawezavyo. Lakini Rumi akaamua hapana, siwezi kukubali kwamba eti vitu vinavyo ni vijenga viishie hivi hivi. Muda huo tayari Mira, Zoe pamoja na watu wengine walikuwa tayari washatekwa na ile spirit ya Gwima. Kwa hiyo akaamua katikati ya performance ya Saja Boys aweze kuivuruga. Alipoivuruga ndio Mira na Zoe sasa kutoka katika ile mauzauza yao na kuna kwamba tunafanya nini hapa? Wakaamua sasa ku reunite tena kama Huntrix, waweze sasa kupambana na huyo Gwima, lakini pia waweze kuokoa crowd kubwa kadri wawezavyo. Sasa wakati mpambano unaendelea na Gwima tayari kushapata nguvu nyingi, akaanza kupambana nao huko akitaka awaue kabisa. Sasa jini kuna kile ambacho amekifanya, akaamua ajisacrifice ili tu Huntrix waweze kuendelea mbele na mpango wao. Basi kwa namna hiyo tu Huntrix wakafanikiwa kumdefeat Gwima pamoja na Saja Boys wengine ambao wamebakia, na kwa namna hiyo wakawarudisha wale mademons wote katika kuzimu na kupafunga pale na Golden Hormone. Maana performance iko ni kubwa. Kumbuka kwamba Gwima alikuwa shaita watu wengi sana kadri iwezekanavyo kwa ajili ya kuna pale kwa Saja Boys. Kwa baada ya hapo wale ambao walikuwa huko juu saharini wakarudi kuwa watu wa kawaida kabisa. Pamoja na Rumi naye hata pattern zake zikaanza kufutika kumaanisha kwamba ameanza kuwa binadamu wa kawaida. Kwa hivyo akaanza kucelebrate kwamba hatimaye anaweza kuspend time pamoja na rafiki zake Mira pamoja na Zoe. Na baada ya hapo basi Rumi akawa free. Hata baadhi ya vitu ambavyo anakupa kufanya na marafiki zake akaamua sasa kuanza kufanya, na sinema inaisha wanakutana na fans wao in public kabisa na kuanza kusaini zile autograph na kushangia nao, kupiga picha na vitu vingine vya sampulio. Asante sana kutazama recap hii. Mimi naitwa Winani. Make sure umesha subscribe, ku like, ku comment, lakini pia kushare kwa wengine ili tuwe community kubwa sana ya wapenzi wa animations pamoja na animes. Ciao.